Wazani. Samahani kidogo naomba nchuje kidogo. Nchuje haja ndogo kidogo naomba. Haina shida. Mzee. Nigie begi. Bado unaupenda? Nigie begi. Lete begi. Unataka begi? Lete begi hilo faza. Haina shida. Kama unataka begi chukua. Hizi hata sikupati yani. Sheria yangu nilifanya kubadilisha na laini. Farida alikuwa anakuulizia. Kuna rasta si wigi alikuagizia. Kuna hela yake alinipa. Kuna hela kidogo alinipa alikuwa anataka wigi. Basi kaja hapa anawaka shoga siku hizi anajishaua hatari. Yaani alivyokuja. Na hivyo akipiga simu sipatikani si atajua kama nimemzuru. Nimeshamuelekeza. Nikamwambia siku hizi Manu ashikiki. Yaani saizi yupo busy. Nikamwelekeza akasema basi poa, mimi nikimpata tutaelekezana vizuri. Hata bora hivyo jamani. Alipokuta haupo akataka kutembea huko darajani. Alienda mwenyewe? Alienda mwenyewe. Anajiamini nini na yuko peke yake? Kaenda, alipoenda huko ndo kama hivyo, simu yake ikaibiwa. Kaibiwa simu? Usiniambie. Kilanga chote kimemuisha. Hivi dada, ulishawahi kupenda kweli? Kwani unaniuliza hivyo mdogo wangu? Dada, nimekutana na wanaume wengi sana, lakini tangu Elma nyanyaache najikuta mnyonge sana. Namkumbuka Henry wangu. Mdogo wangu sawa. Wewe bado mdogo sana. Bado hujakutana na matukio. Niulize mimi dada yako. Tangu nipigwe matukio. Yaani hapa nilipo sina hata hamu ya kupenda. Na focus na mambo yangu kuuzia. Sasa dada, nani asiye kujua hapa kijijini kwa wewe mama haikaika? Kwa umri nilofikia mimi, sihitaji kuumizwa na mapenzi. Mimi na focus na kutafuta pesa kwa sasa. Mimi hata sitaki ikaika. Nimechoka. Asa hivi nataka niwe mama bora na nipate baba bora. Ndio hivyo, Herman hataniamini tena. Sikiza nikwambie kitu mdogo wangu. Kwani wanaume wengine waoni? Huyo Herman ana nini? Au amekupa kipi? Mpaka umng'ang'anie. Wakati alikuchiti na kile kimba kwa kule kanisani. Herman hana shida. Senge kwa sababu nilimkela. Tuachane kwanza nayo mdogo wangu. Vipi kuhusu uhalifu aliofanya huyo kijuso wako unemng'ang'ania? Mimi Herman namjua vizuri tu. Hawezi kufanya hivyo vitu. Na kama akibainika alihusika na huo uhalifu je? Hawezi bwana. Mtu mwenyewe, mtu wa kuhamahama. Nimeenda pale na wauliza wapangaji wenzio. Wanasema mtu mwenyewe alishawahi kuja mara moja tu. Watampata wapi?
Sawa mdogo wangu, ukishagundua nakokaa Herman utaniambia nikakusaidia kuongea naye. Sasa mbona unacheka dada? Au una kitu unakijua? Hivi mdogo wangu, ningekuwa kuna kitu nakijua ningekwambia kuwa ukigundua nakokaa mimi nije nikusaidie kuongea naye. Najua Herman mara nyingine huwa ananisikiliza sana. Ukipata kujua anapokaa niambie, mimi nitakusaidia mdogo wangu, sawa? Samahani. Bila samahani. Wewe ni mwenyeji wa hiki kijiji cha Belega? Ndiyo, mimi ni mwenyeji wa hiki kijiji. Sasa kuna mtu namuulizia anaitwa J4. J4? Yes. We baba, mbona unaweza watu hatari sana? Huyo mtu ni jambazi na alishafariki muda mrefu sana. J4 hajafariki. Yupo hai na ndio maana mimi nimepanga safari kutoka huko nilikotoka nimekuja hapa kwa ajili yake. Okay. Unaweza ukanisaidia kunielekeza sehemu ambapo alipokuwa anaishi kama unavyosema amekufa? Basi sawa. Kwa ninavyojua mimi huyo mtu alishafariki muda mrefu sana. Lakini kwa sababu nataka kujua sehemu ambayo anapatikana, nenda nayo barabara. Kwa mbele utakuta kibao cha shule. Mbele hicho kibao cha shule kuna majumba mabaya, wanapenda sana kukaa wao. Ukifika pale utapata taarifa zake nyingi. Okay, asante. Kwani wewe nani? Hakuna umuhimu sana wa kufahamu kama mimi ni nani. Isipokuwa tu nashukuru sana kwa kunielekeza. Sawa. Naambia kuna nini tena ndugu? Naona mmekaa kikao wenyewe mnajadiliana. Kwani vipi? Mbona nikodolea macho? Kawaida tu. Ila na shoga yangu kwa umbea. Umenishinda tabia kwa kweli. Hata nyie pia siwawezi kwanza. Hivi shoga, unapenda sana umbea wewe. Sawa. Kwa nini unaniuliza hivi? Mtaa mzima unasifika wewe tu yani. Umbea kwa mwanamke suna. Kwanza tuachane na hayo. Nimekuja hapa na jambo langu. Wiki ijayo nina shughuli. Na nyie ndo mashoga zangu. Hebu kwanza hapo. Haya. Shughuli gani tu? Nina shughuli ninavyokuambia. Nilimtaili mwanangu huko na mtoa. We. Usiambie. Nataka nifunge huu mtaa wote. Nitaji shughuli yangu iwe pambe vibaya mno. Kama unavyonijua shoga yangu. Kwenye shughuli sitaki lelelele. Shoga mimi lazima nifike. Yaani kuja kwa shughuli lazima nije. Vipi kuhusu vijola? Shoga, nataka iwe pambe. Unajua pambe.
mwanamke, hebu niambie ukweli. Hiyo mimba ni ya nani? James, hii mimba ni yako. Ya kwangu? Yaani tumefanya mara moja tu. Na unaipataje hiyo mimba? Mimi sijui, nilivyoenda hospitali nimeambiwa kuwa na ujauzito, na ujauzito ni wa kwako. Yaani wewe unajua kabisa mimi na mke wangu nampenda. Hiyo mimba sasa tafuta baba yake wewe mtoto. James, unajua kabisa wewe ndo mwanaume wangu wa kwanza. Ulivyokuwa unaniingilia ulikuwa hujui mimi kwa nitapata ujauzito. Inawezekanaje wakati tumefanya mara moja? Kwani wewe hujui siku zako za hatari? Wewe James, basi niambie, ujauzito utalea ama? Kama nilivyokuambia mwanzoni, mtafute baba yake. Aha, sasa ujauzito tampelekea mke wako. Atajua ataupeleka wapi. Sikia. Haya mambo yanaongeleka. Yaani ukipeleka kule kwa mke wangu utaharibu kila kitu. Sawa. Nimekubali. Sawa. Hii mimba nitailea. Ila tufanye kwa siri basi. Sawa. Sawa, kama umekubali kuilea hii mimba. Sijui wanaume wa siku hizi mpoje. Sasa ulivyokuwa unakataa hii mimba. Basi na wewe. Sio hadi watu wasikie. Utakuwa na buku hapo bwana. Wewe baba wewe. Mimi wakuniomba hela, wakati mimi ndo natakiwa wewe nikuombe hela. Hii mimba utailea kweli? Basi bwana. Twenzetu. Hivi kwa nini wewe pete ulikuja kwangu? Najitahidi kuepuka majaribu, lakini bado yananifuata. Sijui ni nini mwisho